ya kabla hatujaenda kwenye klasi letu la leo ambalo linahusiana na masuala ya bank makeup, nitaenda kusimulia kisa kimoja cha client wangu mmoja. Nakumbuka mwaka juzi kipindi namfundisha client, kuna baadhi ya client ambao nilikuwa nawafundisha kuhusiana na namna ya kuagiza bidhaa kutoka China kuja Tanzania kwa kutumia simu janja zao. Sasa kuna kampuni ya usafirishaji ambao tulikuwa tunaitumia sana, na nilikuwa nawashauri watu waweze kutumia kampuni ya usafirishaji au hasa katika usafiri kwa njia ya maji, kwa maana kwamba kwa njia ya meli. Rate ya dola ambao walikuwa wanaitumia wao katika shillings ilikuwa ni 1,000, ilikuwa ni 2,800 shillings. Rate ya dola kama sijakosea ilikuwa ni mwaka 2020, ilikuwa ni 23, ilikuwa ni mwaka 2023. Wakati huo kwenye rate ya dola ilikuwa ni 2,700. Sawa, in the world rate ya dola into T shillings ilikuwa ni shilingi 1,700 kama sijakosea. Kama si 1,700 ilikuwa ni 1,730 kama sijakosea. Sasa waliuliza swali. Sasa Lukman, mbona hii cargo ya usafirishaji kwenye rate yake ya dola imepandisha sana mpaka shilingi 2,800? Alafu rate ya dola ya sasa ambayo ilikuwa mwaka huo ilikuwa ni 2,700, kama sijakosea. 2,700. Kwa nini situmie shilingi 2,700? Nitumie shilingi 2,800? Hawa watu twende tukawashtaki. Unaona sasa, tukawashtaki hawa watu, kwa nini wanapandisha kwenye rate ya dola? Sasa hao client waliniambia hivyo kwa sababu walikuwa hawana elimu ya kitu kinaitwa bank makeup. Bank makeup ni nini? Kwa leo nitaenda kupatia nini maana ya bank makeup. Sawa? Ukijua maana ya namna ya bank makeups, hautokuwa na doubt kama hawa client wangu. Sasa ipo hivi. Mfano, kwenye rate ya dola ya sasa, ni 2,500. Sorry, 2,600. Rate ya dola ya sasa $1. Kama huwa unaenda kwenye benki, najua asilimia kubwa huwa unaenda kwenye benki kufanya miamala, either NMB au CRDB na etc. na benki zingine. Hivi ulishawahi kuangalia tuseme kwamba ushawahi kuangalia kwenye thamani ya zile dollars ambazo huwa wana display pale kwenye screen zao? Utaona kwamba wanasema kwamba tunauza, kwamba wananunua rate ya dola, utasikia wananunua kwa shilingi 2,500 mfano, alafu wanauza shilingi 2,700. Ushajiuliza ni kwa nini? Au same time wananunua hapa. Ushajiuliza ni kwa nini? Hapa ukiangalia hapa wananunua kwa hii, au either unaweza kununua kwa hii au kanunua kwa hii shillings. Kwenye upande wa dola, US dola tuzungumzie sana, maana asilimia kubwa ya watu ambao tunanunua bidhaa online tunatumia sana nini? Tunatumia sana dollars. Kwa kwenye conversion hapa huwa inakuwa ni changamoto, ndio maana nagusia hiki kitu.
Sawa? Kwa anaweza kanunua kwa hii hapa dola, sawa? Leti ya dola moja, sawa? Akanunua kwa hii hapa au akanunua kwa hii hapa, lakini akauza shilingi 2700. Kwa nini? Kuna ongezeko la shilingi 100. Kwa nini? Kwa nini? Sasa kwa nini? Ili aweze kupata nini? Aweze kupata faida. Sasa ile shilingi 100 ambayo inaongezeka ndio tunaita ni bank markup. Ni lile ongezeko ambalo benki huwa inaliongeza ili wao waweze kupata faida. Kwa hivyo katika makampuni yote ya usafirishaji huwa hawatumii rate ya dola ambayo wewe unaingia mtandaoni kuisearch kwamba rate ya dola sasa ni shilingi ngapi, umeambiwa kisei kwamba ni 2000 ngapi, yani 2600. Alafu ni kama ni 2600 unakuta hiyo cargo usafirishaji ambao umetumia rate ya dola wenyewe wanatumia 2700. Kwa unaanza kuchanganyikiwa. Hapana, usichanganyikiwe. Kuna asilimia ambao wao wanaiongeza kule. Sasa wanaongeza shilingi 100 tu. Kwa ni kama rate ya dola kwa mfano kwamba rate ya dola ikishuka, kwa mfano mwaka huu ilishuka mpaka 2550 ilikuwa rate ya dola mwaka huu 2025. Shuka mpaka ikawa hii. Kwa ikishuka hivi unashangaa makampuni na yenyewe yanashusha, wanachezea kwenye 2650. Hawapandishi. Ukiona mpaka imeenda 2800 rate ya dola, ujue kwamba hapo rate ya dola ya sasa kwenye current ya rate ya dola ya sasa ujue ni shilingi 2700. Huwa unaongeza bank markup ya shilingi 100 tu hizi. Kwa hiyo ndio maana ya bank markup. Kwa bank markup ni kile kiasi cha fedha ambacho kinaongezewa kwenye rate ya dola ya sasa. So ili kuweza kupata tips kama hizi, usite kutufollow kwenye akaunti yangu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kwa jina la Sir Lukman. So thanks.